Timazi imeteremshwa ili kulipima kanisa lililojengwa juu ya mwamba, ukutani mimi na wewe, na Yesu ndiye kiongozi wa timu ile ya wajenzi, akipima vyema. Je, ukuta umepinda au uko sawa sawa? Ni changamoto. Timazi imeteremshwa ili kulipima kanisa lililojengwa juu ya mwamba, ukutani mimi na wewe, na Yesu ndiye kiongozi wa timu ile ya wajenzi, akipima vyema. Je, ukuta umepinda au uko sawa sawa? Siku ya jana tuliangalia magari manne ya farasi na tukaona kwa mapana zaidi ni kwa namna gani mbingu zimetufunulia kweli za alfabeti ya mwisho wa dunia. Lakini leo tunalo somo zuri kabisa katika mfululizo wa somo letu lenye kichwa kinachosema vazi la mbeba ujumbe, na leo tukiwa katika siku ya 4 liko somo zuri lenye kichwa kinachosema timazi na usiku wa mwisho. Katikati ya mpigano na mizozo ya mataifa, yeye aketie juu ya kerubi bado huongoza mambo ya dunia. Kwa kila taifa na mtu binafsi, nisikilize rafiki, Mungu ameweka mahali katika mpango wake mkuu. Wanadamu na mataifa wamekuwa wakipimwa na timazi yake mkononi mwake yeye asiyekosea. Wote kwa uchaguzi wao wenyewe wanang'amua hatima yao, na Mungu anawatawala wote kwa ajili ya kutimizwa kwa makusudi yake. Usiku wa mwisho wa historia ya ulimwengu utaambatana na utimizwaji wa unabii mwingi wa Biblia, hata ule ambao hapo mwanzo ulitimizwa kama kivuli tu. Nisikilize, utatimizwa kikamilifu punde. Na kumbuka, hakuna jambo jipya chini ya jua wala chini ya mbingu. Katika somo hili tutaona jinsi gani unabii wa Amos unafikia hatima katika kitabu cha Ufunuo, na ambapo ndipo yalipo majaliwa yetu, na namna gani tunaweza kusalimika na kujiokoa na ghadhabu ya Mungu. Nukuu ya hapo juu niliyoisoma inaonyesha kuwa katikati ya mizozo ya kila siku kati ya mataifa na watu binafsi, ni Mungu ndiye huongoza mambo ya dunia yetu, lakini huruhusu kila mmoja wetu afanye uchaguzi binafsi. Yeye Mungu anayapima mataifa na watu binafsi katika timazi yake, na huwa hakosei. Wote pamoja kwa chaguzi zao wenyewe wanang'amua hatima yao. Katika Biblia, kitabu cha Amosi sura ya 7 mstari wa 7, haya ndiyo aliyoonyeshwa: na tazama, Bwana alisimama karibu na ukuta uliojengwa kwa timazi, mwenye timazi mkononi mwake. Mstari wa 8, Bwana akaniambia, Amosi, unaona nini? Nikasema, naona timazi. Ndipo Bwana akasema, tazama, nitaweka timazi kati ya watu wangu Israeli, sitawapita tena kamwe. Sasa swali linaweza likaja kama hivi: ni nani alionekana kwa Amosi? Biblia inasema ni Bwana Yesu Kristo mwenyewe, na alisimama kando ya ukuta uliojengwa kwa timazi. Zingatia, tunaposema timazi ni kipimo kama kinavyoonekana katika shughuli za wajenzi. Kama tunafahamu, wajenzi wanaojenga nyumba
huwa wanatumia timazi kuweka katika ukuta ili kupima usawa wa tofali moja na tofali jingine. Ni kifaa ambacho kinachotumika katika kutafuta usawa. Kwa hiyo na Amosi anamuona Bwana akiwa ameshika timazi akiwa amesimama katika ukuta. Pia ukuta huu huwakilisha ni nini katika unabii wa Biblia? Hasa katika siku za unabii wa Amosi, Zekaria 4 mstari wa 6 mpaka wa 9 huzungumzia kuhusu kujengwa upya Yerusalem, lakini Amosi sura ya 7 huzungumzia ukuta kabla ya kuharibika kwa mji wa Yerusalem na Nebukadneza. Na hapa utaona ni wakati ambapo mfalme Yehoyakin anatiwa nguvuni na mfalme wa Babeli mwaka wa 605. Sasa kabla ya kupelekwa utumwani Babeli. Lakini pia tutaangalia katika Danieli sura ya 9 mstari wa 22 mpaka 24 hutuambia kuwa Yerusalem ungejengwa upya, kuta zake na njia zake. Ukisoma Danieli sura ya 20 na sura ya 9 mstari wa 25, Biblia inasema hivi: basi ujue na kufahamu ya kuwa tangu kuwekwa amri ya kutengenezwa na kujengwa upya Yerusalem hata zamani zake Masihi aliye mkuu, kutakuwa na majuma 7, na katika majuma 62 utajengwa tena pamoja na njia kuu zake na handaki, naam, katika nyakati za taabu. Lakini ukisoma Yeremia 1:15 imeelezea. Sasa hata ukiangalia Yeremia 39 fungu la 8 huzungumza kuhusu kubomolewa kwa Yerusalem na ukuta wake na Wakaldayo ama Babeli kwa sababu ya uasi wao. Yeremia 1:15 kwa kuwa inasema hivi: kwa kuwa tazama, nitaziita jamaa zote za ufalme za kaskazini, asema Bwana, nao watakuja na kuweka kila mtu kiti chake cha enzi mbele ya mahali pa kuingilia malango Yerusalem, na kuzielekea kuta zake pande zote, na kuielekea miji yote ya Yuda. Yeremia 39 fungu la 8 inasema: nao Wakaldayo wakaiteketeza nyumba ya mfalme na nyumba za watu kwa moto, wakazibomoa kuta za Yerusalem. Mstari wa 9, basi Nebukadneza amiri wa askari walinzi akawachukua mateka mabaki ya watu waliosalia katika mji mpaka Babeli, na hao pia waliouacha mji na kujiunga naye, na mabaki ya watu waliosalia. 10, lakini Nebukadneza amiri wa askari walinzi akawaacha baadhi ya maskini wa watu waliokuwa hawana kitu katika nchi ya Yuda, akawapa mashamba ya mizabibu na makonde wakati huo huo. Kwa hiyo Amosi aliwaonya watu kuhusiana na hukumu ya upelelezi, upimwaji kabla ya siku ya mwisho wa mlango wao wa rehema na uharibifu. Amosi nabii alimuona Yesu akiwa amesimama kando ya ukuta wa hekalu ulilojengwa kwa timazi ama kipimo cha unyoofu, na bado Yesu alikuwa na timazi ili kuupima ukuta wa kiroho. Utenganisho wa kanisa na ulimwengu na watu wakao ndani yake. Ufunuo 11:1 inasema: nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujudio humo. Lakini pia ukuta huwakilisha wokovu au mpango wa ukombozi. Swali kubwa ni hili: timazi ni nini? Kamusi ya Kiingereza inasema ni kamba nyembamba sana yenye chuma kidogo kilichochongoka, na huning'inizwa na kamba hiyo. Kinatumika kupimia kina cha maji na unyoofu wa ukuta wakati wa ujenzi wa nyumba au majengo. Zingatia kwamba kifaa hiki kinatumika kutambua kina cha maji katika muktadha wa kiroho. Inaashiria kina cha maji ya uzima ndani yako. Ni kama kina kiasi gani umejazwa na neno la Mungu. Luka 21:12 mpaka 15, wakati umekaribia ambapo tutaletwa mbele ya mabaraza, mbele ya wafalme na watawala, kutoa ushuhuda na majibu juu ya kile tunachokiamini kwa ajili ya jina la Kristo. Tutapimwa tena aina ya maji ya uzima ndani yetu. Lakini
Rafiki yangu mpendwa, ijaze akili yako Biblia na maandiko ya roho ya unabii kupitia vitabu vya Ellen White, kwa maana wakati wetu ni mfupi na punde tutaletwa mbele ya mabaraza na mahakama kujibu juu ya imani yetu na kwa nini tunasimama kinyume cha ajenda za Umoja wa Mataifa. Hoja ya pili, timazi inatumika kupima unyoofu wa wima na ulalo wa ukuta. Kwa hiyo inatumika kupimia matofali ya ukuta. Matofali ya ukuta kama yamewekwa kwa unyoofu na mlingano au kuna mahali pamepinda miongoni mwa matofali ya ukuta au nyumba. Na kama baadhi ya matofali yako nje ya mstari, timazi ni zaidi ya upimaji wa kuangalia kwa macho, bali ni kipimo fanisi cha kuchunguza uhalisia. Hivyo ndivyo Yesu alilipima kanisa katika siku za Amos, na ndivyo itakavyofanyika katika kanisa la Mungu wakati wetu. Yesu yuko katika ukuta wa moyo wako ndugu, wachungaji na washiriki. Hebu tuone kile Bwana alichomwonyesha Amos. Kitabu cha Amos sura ya 7 mstari wa 8, Bwana akaniambia, Biblia inasema, Amosi, unaona nini? Nikasema, naona timazi. Ndipo Bwana akasema, tazama, nitaweka timazi kati ya watu wangu Israeli, sitawapita tena kamwe, na mahali palipoinuka pa Isaka patakuwa ukiwa, na mahali patakatifu pa Israeli hapataharibika, nami nitaondoka nishindane na nyumba ya Yeroboam kwa upanga. Tangu kizazi baada ya kizazi, rafiki, Bwana alikuwa akichukuliana na watoto wake waasi, na hata sasa anafanya hivyo. Katika uso wa uasi wa ukaidi, bado alitamani kujidhihirisha kwao kama aliye tayari kuokoka. Maovu yaliyokuwa yameenea katika nchi yalifikia kutoweza kuponywa, na juu ya Israeli alitangazwa hukumu ya kutishwa. Efraimu ameshikamana na sanamu, mwache. Siku za kuadhibiwa zimekuja, siku za mapatilizo zimekuja. Israeli atajua. Hosea 4 fungu la 17. Nataka niwaambie, Yesu Kristo yupo pembeni ya ukuta, akiishika timazi, akiangalia unyoofu wa mioyo yetu. Nataka nikuambie rafiki, hukumu ya upelelezi imeshaanza toka mwaka 1844. Yesu Kristo ameingia katika hema ya ndani akifanya upatanisho. Na sisi ambao ni wa Kristo, Yesu ameshika timazi akipima unyoofu wa maisha yetu ya kiroho. Kabla ya siku kuu ile kusimamishwa, kama wakati wa Amosi timazi ilipotumika kulipima hekalu la Mungu, na Bwana akawaruhusu kufunga mlango wa rehema kutokana na uasi wao, wakaingia utumwani Babeli mwaka wa 605. Lakini mwaka wa 722 Israeli, yale makabila 10 yakatawaliwa na Waashuru, kwa sababu timazi ilipima mioyo yao na kuonekana wamepunguka, na mlango wa rehema hauko tena. Wakaingia katika uasi na wakaingia katika utumwa na wakapotea, na Yerusalemu ikavunjwa. Ninataka niwaambie, huduma hile hile iliyofanyika kipindi kile hata sasa inaendelea. Hukumu ya upelelezi. Hukumu ya upelelezi. Bwana aliwapima makuhani na washiriki na mfalme wao Yeroboam, na ikathibitika kwao kuwa ni matofali ya hiyo nje ya timazi ya wokovu, na kanisa na taifa zima lingeangamizwa kabisa. Zefania alisema kuwa Mungu angeangamiza wote waliokuwa kikwazo na waovu wote. Zefania 1 mstari wa 3, Biblia inasema, nitamkomesha mwanadamu na mnyama, nitakomesha ndege wa angani na samaki wa baharini, na hayo makwazo pamoja na wabaya, nami nitamkatilia mbali mwanadamu asionekane juu ya uso wa nchi, asema Bwana.
nami nitaunyosha mkono wangu juu ya Yuda na juu ya watu wote wakao Yerusalem, nami nitayakatilia mbali mabaki ya bahari yasionekana mahali hapa, na hilo jina la wakimari pamoja na makuhani. Biblia ya King James Version inasema kuwa I will consume man and a beast, I will consume the fowls of the heavens and the fishes of the sea and the stumbling brooks with the wicked, and I will cut off man from off the land, saith the Lord. Maneno stumbling blocks ambayo humaanisha matofali yaliyo kikwazo au mawe ya kwazayo, yani watu waliopelekea maendeleo chanya ya kiroho ya kanisa yasishindikane, hata ukuta mzima ubomolewe, walipaswa waangamizwe. Swali linaweza likwaje? Yesu yuko wapi kwa sasa, rafiki mpendwa? Je, anafanya nini? Ufunuo sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 7 inaelezea saa ya hukumu yake imekuja tangu mwaka 1444, na bado kanisa la Mungu wa Adventista wa Sabato, baadhi ya washiriki wameendelea kuharibika sawasawa na Yerusalemu na siku za Amosi, na kuna ukweli usiopingika kwa kile kinachoendelea ndani ya kanisa la Mungu. Roho ya unabii inasema kanisa la Mungu liko vitani, bali washiriki watakaoshinda ndio watakaohesabiwa kuwa kanisa lililoshinda. Nataka nikuambie rafiki, Yesu Kristo hata sasa bado ameshikilia timazi ambayo inapima kuta za roho zetu. Na ninataka nikuambie rafiki yangu, kwa kuwa maisha yetu ya kiroho tusipoamua kuyarekebisha na kufanana na yeye mwenyewe, ukuta mzima wa maisha yetu utabomolewa. Ukuta wa maisha yangu utabomolewa. Ukuta wa maisha yako utabomolewa. Kanisa lile la awali, makanisa yaliyotangulia hapo nyuma, Yesu aliruhusu kubomoa Yerusalemu wakati wa Amosi, kwa sababu timazi ilipima na kuona mioyo ya watoto wale hawakuwa sahihi. Na ndio maana wito huu ni mkuu katika kitabu cha Ufunuo, mambo yajayo, ukurasa 31. Roho ya nabii inasema, Laodikia sio moto wala baridi, hachomwi na bidii ya kazi ya Mungu, wala upendo wa kweli wake na haki yake, wala halielewi na kujisikia kuwa na hitaji la kutisha. Hakika kwa makanisa yote 7, Laodikia ndilo lililo dhaifu na lenye uhitaji mno. Kutapikwa kutoka katika kinywa cha Yesu ina maana kuwa maombi na ibada za Laodikia havikubaliwi naye tena. Timazi inapopita tena katika mioyo ya watoto wa Mungu ndani ya hekalu, ndani ya kanisa la Laodikia, maneno ya kusikitisha yanasema, hata sasa ndugu zangu, sisi watu wa Laodikia bado si moto wala si baridi. Yaani tunaulaia pacha, tuko kwa Mungu na tuko duniani. Mavazi yetu, mionekano yetu, kutenda kwetu, kula kwetu, kusikiliza kwetu, kuona kwetu, hatujulikani kwamba ni moto au baridi. Lakini kinachosikitisha zaidi ni hiki: hatuchomwi na bidii ya kazi ya Mungu wala upendo wake na haki yake. Na bado mpaka sasa kanisa hili hatuelewi ya kwamba tuna uhitaji wa kutisha wa kusikiliza sauti ya Mungu. Tuna uhitaji wa kutisha wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Ninachoumia ni kwamba katika makanisa yote 7, kanisa letu hili la Laodikia ambalo linaenda kufunga historia ya ulimwengu ndilo kanisa dhaifu na lenye uhitaji mno, lakini hatulitambui hilo. Roho ya nabii inasema kutapikwa katika kinywa cha Yesu inamaanisha maombi na ibada za Laodikia havikubaliwi naye tena. Ninatamani siku ya leo Bwana akaitakase mioyo yetu, ili basi ibada zetu pamoja na maombi yetu yakubaliwe naye. Kipindi timazi inapoendelea kuangalia unyoofu wa mioyo ya Mkristo mmoja mmoja, basi siku ya ghadhabu ya Mungu, timazi na usiku wa mwisho unapokuja, mimi na wewe tuwe watu ambao tutalisi uzima wa milele. Nataka nikwambie rafiki yangu, wakati huu hukumu ya upelelezi inaendelea, na hivi karibuni mlango wa rehema unaenda kufungwa. Yatengeneze mambo ya nyumbani mwako,
yatengeneze mambo ya nyumba yako ya kiroho. Chunguza kuta katika maisha yako ya kiroho. Kama liko tofali ambalo liko nje ya timazi, lirekebishe. Wakati unakuja, kuta zitabomolewa. Na tuombe. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, mioyo yetu inanyenyekea chini kwa sababu tunaogopa uso wako. Tokea wakati wa Amosi na Mariamu amejaa sanamu, timazi yako ilipima hekalu la kipindi kile, na ikaonekana kuta nyingi za mioyo ya watoto wako ndani ya hekalu. Matofali yametoka nje ya unyoofu. Timazi ikathibitisha kuta za Yerusalemu zilibidi zibomolewe. Na ndivyo hata leo Yesu Kristo, ni miaka 137 imevuka, hukumu ya upelelezi ikiendelea mbinguni, ukiwa umevaa vazi la kikuhani na kiunoni mwako umefunga mshipi, na ukiwa na kidau cha wino mkononi, ukijipiga piga kifuani, ukiomboleza na kusugua magoti chini, ukizungumza na Baba kwa ajili ya timazi inayoonesha ukuta wa moyo wangu ya kwamba umepinda na tofali moja haliko sawa, lakini ubaya ninaangalia na tofali jingine haliko sawa. Nikiuhesabu moyo wangu, yamkini matofali mengi hayako katika unyoofu wa timazi ya ukuta wa hekalu lako. Na ndivyo hivyo asubuhi ya leo, hata marafiki zangu hawa, yamkini nao matofali yao hayajakaa sawa. Siku kuu ya hukumu inakuja. Nisaidie mimi na marafiki zangu hawa wanaonisikiliza, ili basi tukayatengeneze maisha yetu, na zile tofali zisizokaa sawa tukazirekebishe kwa nguvu zako za kimbingu, ili wakati wa rehema itakapofungwa tusihesabiwe kati ya mahekalu yatakayoenda kuvunjwa. Neema yako yatosha, maana utakuwa nasi. Nimeomba na kuamini kupitia jina kuu na takatifu, na ndilo ombi letu na imani yetu ya kwamba timazi itaenda kuthibitisha maisha yetu siku ya mwisho, lakini nasi tunaamini tutaonekana kuwa tumenyooka na kuwa sawa kwa kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen.